nusu mtu nusu jini, nusu mtu nusu mzimu, ninakutenga kwa damu ya Yesu. Ambaye unapepetwa kwenye mashua, njoo kwa jina la Yesu. Rejea unayeshikiliwa baharini, njoo rejea kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ninaomba msimame mliokaa. Kaa kwa utulivu. Funga macho yako. Haleluya. Amen. Tuombe. Baba yangu na Mungu wangu, Mungu ketie mahali pa juu palipoinuka. Asante Baba kwa ukuu wako na uweza wako. Mungu wangu na Baba yangu, ninakushukuru na kulitukuza jina lako kwa ajili ya makutano haya. Wamekuja kusikia kwako Mungu mwenye uweza na nguvu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninakushukuru maana wewe ni mwema kila wakati na majira haya unaenda kuwa mwema kwao. Kwa jina la Yesu, ninawasafisha na kuwatakasa kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai. Ninamwombea neema izidio kutoka kwako, upako wa kiungu juu yake na nguvu zako Mungu juu yake. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa damu ya Yesu, ukatukuzwe Mungu kupitia nabii wako. Ni katika jina lako takatifu Yesu, ninamfunika kwa damu ya Yesu. Amen. Haleluya. Tunyooshe mikono juu. Baba mtakatifu, Mungu mwenyezi, nasema asante kwa siku ya leo ambayo ni ya tatu katika mkutano huu. Na kuomba Mungu kazidi kudhihirika. Na kuomba Baba shetani akazidi kuaibika. Anga likazidi kuwa lepesi. Kusiwepo na chochote cha kuzuia mwana wa Mungu asifunguliwe. Ninaomba rehema zako na upako wako jioni ya leo ukaendelee kutamalaki kwa utukufu wako ya Mungu. Ninanyamazisha mashetani, majini, malango ya kuzimu na kila ishara ninaipindua katika jina la Yesu. Baba, pokea sifa na utukufu. Asante, asante, asante. Ni wewe tu, hakuna kama wewe. Uhimidiwe, uinuliwe jioni ya leo na hata milele. Amen. Amen. Naomba tukae. Asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Karibuni katika mkutano ambao unaendelea wa neno la Mungu. Ni mkutano kwa ajili ya watu wote, maana hamna mtu ameumbwa na shetani hapa. Amen. Au sio? Amen. Ni mkutano usio na mipaka. Amen. Maana Yesu hana mipaka. Amen. Wala Mungu hana mipaka. Amen. Ndiye Mungu aliyenituma. Amen. Kwa watoto wake. Amen. Kwa kabila lake. Amen. Kwa sura yako. Haleluya. Haijalishi ukoje, anakuhitaji. Amen. Usione kwamba amekukataa, anakuhitaji. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusome neno la Mungu katika kitabu cha nabii Isaya 42 mstari ule wa 22 peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nitasoma. Lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa. Wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo, wala hapana aokoaye. Wamekuwa mateka, wala hapana asemaye rudisha. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Yaani ungetakiwa leo ufurahi hasa ushangilie. Amen. Ungetakiwa ufurahi sana. Neno walilolipa Mungu anasema hivi, lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa. Ni watu gani? Ni wewe, ni fulani, ni mwingine. Amen. Sio maanisha kwamba umeibiwa kutekwa vitu vya nyumbani. Hapana. Tutaendelea na somo litakufundisha. Maana yako mambo Mungu aliyokuumba nayo hauyaoni, yako wapi, yameibiwa, yanatakiwa yarudi leo. Amen.
Ni amri. Amen. Hujui yatatoka wapi, yataletwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza. Mashimo ninayozungumzia ni katika ulimwengu wa roho, si mashimo haya unayoyaona. Magereza ninayozungumzia si magereza yanayofungwa wafungwa wahalifu hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yako magereza katika ulimwengu wa roho ambayo shetani kazi yake ni kuwafunga watoto wa Mungu wateseke. Amen. Pale mahali unaona ufanikiwi, uko gerezani, nataka yakavunjike. Amen. Wengine wamefukiwa kwenye mashimo wala waonekani, mtakwenda kutoka. Hata na vitu vyako vitakwenda kutoka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wamekuwa mawindo wala hapana ukwae, wamekuwa mateka wala asemaye rudisha. Aha, Mungu amenituma, nenda ukarudishe vitu vya watoto wangu. Amen. Vitarudi. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Vitarudi, ninakwambia. Amen. Hata kama viko ndani ya mnyama atavitapika. Amen. Hata kama viko kwenye mwezi vitarudi. Amen. Hata kama sijui vimefanywa nini, vitarudi tu. Amen. Kwa hiyo anza kuandaa moyo wako kwa imani kubwa ya kupokea mambo makubwa. Sihitaji uwe na imani ndogo ya kupokea vitu vidogo vidogo. Nataka imani kubwa ya kupokea mambo makubwa. Amen. Sijui umenielewa? Na mimi nakuombea upokee imani kubwa ya kupokea mambo makubwa. Napokea. Amen. Maana shetani pia imani kubwa ameiba. Kwa hiyo unapokea kidogo kidogo. Nataka upokee kubwa. Amen. Jina la Yesu ni jina hakuna zaidi ya jina hili. Amen. Ni jina la mwana wa Mungu wa pekee, zaidi yake hakuna. Amen. Amenituma nikarejeshe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yako mambo mengi sana, lakini nitakufundisha kidogo, maana leo nitapita kwenye maombezi mpaka wasioolewa wakaolewa. Haleluya. Mambo yaliyokwama leo nasema hivi, nitapita, Mungu akinijalia moja moja yafunguke. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ni magonjwa umekujwa nayo, hayatarudi. Amen. Walete huko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo ni leo. Amen. Hata kama ni babu yako anakuloga, mimi na yeye. Amen. Watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa. Kitu kinachotekwa ni nafsi. Nafsi ndio mtu. Watu wengi wanatekwa na wachawi. Hao wachawi wanaokuchezea leo naenda kuwafyeka. Amen. Ni wachawi wa Tanzania ninawafyeka. Ni wa bara la Afrika na wafyeka. Na malango yote hata salia hata mmoja, mimi nakwambia. Amen. Wewe ambao ulikuwa unataka mambo ya irizi, wacha. Nahitaji ubadilike, twende mbele. Amenituma Yesu, nenda karejesha vitu vya watoto wangu. Tena ukarejesha bila kuwachaji hata 100. Amen. Huyo ndiye Yesu ninayemjua mimi. Binti, pokea uponyaji wako hapo katika jina la Yesu. Haleluya. Shangilia Bwana Yesu. Shangilia Bwana Yesu. Haleluya. Amen. Unajua katika dunia hii kuna mambo mengi yameharibika sana. Vifo kwa nini vimezidi? Mungu alipoleta watumishi ni kwamba kuzuia vifo. Kuna vifo vingine si vya mpango wa Mungu. Kweli. Shetani anaua watu tu kila siku. Sasa hivi asilimia kubwa kazi ya watumishi imekuwa ni kuzika tu, kusema Bwana amefanya. Vingine ni wachao wameua, wanasema Bwana amefanya. Nakataa. Umenielewa? Amen. Amenituma nenda kaondoe vifo vya mashetani, vifo vya kuua watoto wangu. Amen. Mimi nikimtaka mtu nitamchukua wakati wake. Amen. Yule anayekwambia tuone hautavuka mwezi huu, yeye ndo atabakigi hapo hapo. Amen. Umenielewa? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua imefika mahali kiasi ambacho hata utakuta watu wanasimamia imani wanaamua kuweka vyama vya kufa na kuzikana. Umenielewa? Amen. Hilo ni pepo. Wewe haujaumbwa kwa ajili ya kuenda kuweka pesa kwenye chama cha kufa na kuzikana. Umeumbwa ili uishi. Amen. Pigia Yesu makofi. Lakini leo hii kiongozi wa vyama vya kufa utakuta niwe anasimama kanisani anasema haleluya, tuone nani atakuzika.
Wewe umeumbwa kufa, umeumbwa kuishi. Kuishi. Badilika. Amen. Toka kwenye mavyama ya kufa na kuzika. Amen. Wewe umepewa uhai na uzima wa wokovu peke yake. Amen. Umenielewa? Amen. Shetani amelipiga kanisa 100%, lakini hili alilolijenga Yesu ndani yangu aligongwi. Amen. Na wala alitagongwa. Ninakuvunja kila ufalme katika jina la Yesu. Ninakutamkia wewe makutano, haki yako ambayo ioni leo utaipata. Umenielewa? Nikisema nimesema. Haleluya. Amen. Kwa hiyo nakutia moyo, usione kwamba Yesu hayupo. Yupo, lakini wapo mayesu wa uongo. Umenielewa? Unatakiwa ukiokoka, wachawi nyumbani kwako hata wawangi, lakini wananyonga watu. Ndoto mbaya zimejaa usiku, wananiua. Yesu yuko wapi? Unalala unakimbizwa, huyo maporongoni, kwenye mamito, kwenye mashimo, ndio wanakuteka huko. Sasa wakuachie. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nitaongea habari ya nyota. Nyota ni neema ya baraka za maisha yako. Ziko wapi? Maisha magumu, hakuna maisha magumu wewe ulioko ndani ya Yesu. Amen. Hayo maisha magumu naenda kuyavunja yaje mepesi kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya yote Mungu alimtuma mwanawe Yesu wa Nazareti aje ili kututetea, lakini hatuoni kwa kiwango kikubwa kufanikiwa. Maana baadhi yao wamekuwa sasa na wao ni watekaji wa nafsi za watoto wa Mungu. Mnakuwa msukule. Unawekwa kwenye madhabahu, unawekwa dukani, unawekwa kwenye biashara, unafukiwa na madhabahuni, au unawekwa madukani. Kwa nini? Utakwenda kutoka, mimi nakwambia. Amen. Utakapomuomba utajua. Wako malaika hapa tayari wamejiandaa kwenye ulimwengu wa roho. Maana shetani na yeye ana malaika zake ambaye ni majini na mapepo. Ninakwenda kuangamiza katika jina la Yesu. Amen. Ninakutia moyo. Amen. Umekaa gerezani muda mrefu, hutaki kutoka. Ukitaka kutoka unafunga na kuomba. Huwezi kutoka mpaka aje mwenye nguvu kukutoa. Amen. Amenituma mwenye nguvu kukutoa. Amen. Nalielewa watoto wa Mungu. Amen. Watu wanampenda sana Bwana Yesu. Amenituma niwaambie habari ya ukweli. Mimi sisemi uongo wala sitaki kuongeza. Hey! Baba yangu ni Yesu. Amen. Nikisema uongo baba yangu anakuwa shetani. Ninapochukua pesa zenu nimekuwa tapeli. I am sorry, I am not tapeli. Amen. Ni wakati wa kusimama imara. Amen. Yesu anarudi. Hata akirudi watu wengine wametekwa wako kwenye vibuyu, leo vitapasuka. Amen. Wengine ni waume za watu wameshikiliwa kwenye nyumba ndogo na kubwa, sijui watatoka. Amen. Ninapoongea habari hii ni maana tumeambiwa tunaenda katika roho. Nami nakwenda kuomba katika jina la Yesu. Ninayaona. Dakika chache zijazo nitaanza kazi hiyo. Lakini na neno la kukuambia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu amekataliwa jamani. Ndio maana unasema watashindana na mimi, hawataniweza. Utafundishwa habari ya fungu la 10, utasema watakemea, lakini alikemewe. Nataka nikwambie habari njema. Fungu la 10 ni mpango wa Mungu kamili. Lakini watu ukilitoa kwa mapepo, halikemei, haliongei, ndio linafilishi. Umenielewa? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna kitu kinaitwa sadaka ya mavuno. Nani anaifahamu? Sasa sadaka ya mavuno, hakuna sadaka ya mavuno, inaitwa fungu la 10. Amen. Mavuno uliyopanda kama ni eka moja, umepata gunia 10, ukatoa gunia moja, ndio fungu la nini? La 10. Kwa hiyo unauza hilo gunia moja, unapeleka kanisani. Amen. Lakini sasa ukiambiwa hiyo gunia moja nalipeleka pale, linasema wa 10,000 wa 100,000, ina maana fungu lako la 10 limepigiwa mnada, umetupa. Amen. Na mahali kama hapo Yesu hayupo, imekuwa ni soko. Fungu la 10 ni la kwako mwenyewe. Lazima nikwambie katika jina la Yesu. Wala usipangiwe na mtu.
Mungu wakati unalima, yeye anakuona mwenyewe ukilima, anajua wewe na yeye unamfanyia nini. Mambo ya sadaka ya mavuno hataki, si mpango wake, ni mpango wa shetani na mapepo. Mpango wa Mungu ni fungu la 10 peke yake. Amen. Haleluya. Amen. Leo sina mambo mengi ya kuongea. Hasira yangu ni kuondoa mateso yanayokufuatilia. Nimekuja leo kikazi hapa. Amen. Kikazi, tupambane. Amen. Sawa sawa. Amen. Lakini na mambo ya kumfundisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna watu wanaomba sana Mungu, lakini sasa hawajui wanaomba Mungu. Unajua hata katika Biblia Mungu ambaye yupo ni Mungu wa Isaka, Yakobo. Basi sasa wewe unaenda kanisani, maana ziko madhabahu siku zimeanza kazi za ushetani, na mtumishi kabisa anapewa maagano. Sasa agano lake lazima waseme Mungu wa nabii Hebroni kama mimi. Umesikia? Kwenye kila kitu Mungu wa nabii Hebroni. Wewe yuko Mungu wa nabii Hebroni wa Isaka na Yakobo. Isaka na Yakobo. Sasa na wewe unaposema hivyo unakuwa umeunganishwa katika maagano ya shetani. Nisikusikia unasema Mungu wa mtumishi fulani, sema Mungu wa Isaka na Yakobo. Amen. Unapotezwa na unakuwa mapepo. Halafu unasema kwa alisema watatumia jina langu wateka wengi. Amenituma, anarudi baba yetu Yesu. Anakuhitaji. Angalia uko wapi. Umeshikwa, umetumikishwa. Ni wakati wa kukata minyororo yote na kutolewa ubarua wa shetani. Amen. Nafsi zimetekwa. Amen. Baraka za nafsi zimetekwa, zitarudi. Hata baraka zako ukiona uzioni, ujue zimetekwa kwenye ulimwengu wa roho. Pale Mungu alikuwa anasema wewe mama utakuwa hivi, nataka leo itatimia. Amen. Wewe baba itakuwa hivi, nataka itatimia. Amen. Nani atakayesimama mbele ya neno la Mungu? Hakuna. Yupo? Hakuna. Yupo? Hakuna. Asimame saa maombi aone. Hata sasa hivi ajaribu kusimama. Hakuna. Injili ni uwezo wa Mungu utokao juu na uzima wa kweli. Injili si mambo ya harambee hapa. Harambee haitakiwi kanisani. Sio soko. Lazima tumtetee Bwana Yesu. Tumtetee Bwana Yesu. Hao wanaoingia upande waende huko upande wa Yesu wa uongo. Wamekuja makristo wa uongo. Ndio mpinga, utawachoje kwa matendo yao. Yaani pesa pesa pesa. Wewe unafikiri unapendwa, ni pesa yako inapendwa. Mimi nakutaka wewe unyanyuke. Baba yangu afurahi. Kusudi aliyokuumba nalo likapate kutimia. Na litatimia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua Yesu alimuona ni kichaa amechanganyikiwa, kwa sababu alikuwa hataki upumbavu. Na Biblia inasema Mkristo usikubali kuwa nini? Pumbavu. Lakini tukafanya wapumbavu. Wako watu hapa wamezikwa nafsi zao kwenye kaburi kupitia ubatizo wa kisima. Haupo, lile ni kaburi. Tena limekaa square. Utoke! Amen. Hakuna kitu kama hicho. Soma Biblia. Unajiita Mkristo. Oh, ninakwenda mbinguni. Mbingu gani? Umebaki kwenye kisima wewe. Hata kibinadamu kisima si kisafi. Huyu atakuja hajaoga vizuri, amechafua maji, mnadumbukizwa kama ng'ombe. Kurukuruku. Amen. Kabatizwa katika kijito cha utakaso kinachotembea. Amen. Kitakatifu. Amen. Hao sio? Amen. Ni lazima kubatizwa upya. Amen. Hujabatizwa. Unabatizwa kwa jina la mchungaji, sikubali. Nikwambie kweli. Amen. Kuna watu hapa maisha yao yameharibika, wala yafunguke, lakini leo ni kivumbi. Amen. Hivi wewe unapokwenda kwenye maombi, unapeleka sufuria yako ikaombewe au unakuja wewe ukaombewe? Nakuja mimi. Unapeleka viatu vyako vikaombewe au ng'ombe yako ikaombewe? Nakuja mimi. Aha. Sasa yako maagano. Hairuhusiwi kabisa ukisikia mahali leta udongo ndio uje nao nikakuombee. Ni hivi, mahali unapokaa baraka zako. Umenielewa? Amen. Unapeleka zinachukuliwa kwenye ulimwengu wa roho, unabaki na balaa. Zenyewe zinaenda kwa mtumishi, anafanikiwa, anainuka. Mimi mambo mbona yaendi? Mbona kimya? Wangapi wanapelekaga udongo? Hiyo duka yako kama utaona inanyanyuka sasa. Cheka kabisa. Amen. Lazima nikwambie ukweli. Amen.
Hakututuma tuombee udongo. Udongo ni udongo wewe. Sasa watu wanautumia hii mambo yao majini na mapepo. Maana nakwambia liko jini linaitwa mhubiri. Liko jini linaitwa nabii. Jini mhubiri akikaa ndani ya mhubiri atarukaruka mpaka atanenda. Kweli. Nasema jamaa anahubiri kweli. Kumbe ni pepo. Umenielewa? Amen. Na wanatupa mapepo huko. Wanayaseti, unasikia ngwi naungua, hakuna kitu. Ndio maana watu wanaenda kwenye maombi sana. Miaka na miaka tatizo liko pale pale. Hujawahi kuona? Kweli. Msimeno unapita. Amen. Msimeno unapita. Amen. Msimeno unapita. Amen. Hey! Biblia inasema ombaye uamini na upokee. Hatupokei kwa nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiogope. Usiogope. Amen. Mpaka hizi siku zote ziishe. La, sio wewe tena. Amen. Kuna watu ninaona wamefungwa nafsi zao. Hawawezi kuendesha gari. Litakuja. Amen. Mungu anasema pale palipofungwa atafungua mara 7 ndio siku ya leo. Amen. Na wewe ukazidi kukaa kwenye utakatifu. Amen. Sasa imeingia habari nyingine kanisani. Baadhi ya sehemu mbalimbali. Unajua hata wachungaji wanaenda kwa waganga na wanachanja, wanakaa wanasema niweze kupata na waumini wengi. Ninawaambia ati hata hapa nishakuaga na watu walikuaga ni waganga na walikuwa wanaguaga na wachungaji. Kwenye DVD wanajua walikuwa kanisani mwao. Anaenda kabisa na chanjo ili awe na waumini wengi apate waskofu. Kweli. Alafu mnasema hori ya basandara boroboro. Hapa ni menena, hapa ni brain tu, tunatumia usanii. Sani. Amen. Msidanganyike, msimame imara. Amen. Ninajua ninachukiwa, lakini baba yangu Mungu ananipenda. Na anayenichukia ana pepo. Kweli. Ana giza. Kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana nchi ibadiliki, maendeleo ya bali hayaji, uchawi. Nafsi natekwa. Wewe unafunga Januari, Februari kanisani, muumini umekaa vizuri, lakini uko wapi? Madhabahu yenyewe kwanza unakuta ni ya kuzimu. Siri anajua mchungaji au mwinjilisti. Umenielewa? Amen. Ugonjwa mkubwa ni nini? Pesa. Ni nini? Pesa. Akaniambia mtu mmoja, unajua ukija uje na sadaka yako ya ukombozi. Unajua hata Yesu alivyokuwepo alikuwa anatembea na Yuda, alikuwa anashika ile kapu kwa sababu uje na hii sadaka ili tuweze kuendelea na wengine. Unadanganywa wewe. Wasimwaibishe Bwana Yesu. Ilikuwa ikitolewa sawa. Yuda alikuwa anashika sadaka tu sawa. Amen. Ikiwepo wanatumia hakuna. Ukisoma Biblia kuna mali Yesu alikuwa anadaiwa ni kodi. Hakuenda kuchangisha. Akarudi kwa baba yake akamwambia, mtume Petro pale baharini samaki atatema hela ya kodi. Amen. Sasa unaelewa? Amen. Usidanganyike na vitu hivyo. Kama injili ni ya kwake itakwenda. Amen. Wewe unaweza kulipa ada ya mvua? Hapana. Unaweza kulipa ada ya mwanga? Hapana. Luku yenyewe inakusumbua. Ya hii jua itakuwaje? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu ni mzuri sana, au sio? Amen. Kuna makao mazuri kwa ajili yako. Amen. Anakuhitaji wewe. Usikate tamaa. Amen. Ameuma kwa ajili yako. Amen. Leo ni mkutano wa maombi ya kurudisha. Amen. Ya kiroho na kimwili vinarudi vyote. Amen. Na kama vimepotea vimekwenda wapi? Yuko Aibai. Aibai ni nani? Kwa nini mpaka vimeibiwa? Hakukuwepo ulinzi wa watumishi wa Mungu sehemu kubwa wa kweli. Amen. Unajua kama mtumishi ni madhabahuni pale unapasali, yeye anaomba, haugoswi hata nyota. Umeelewa? Amen. Sasa wanaacha kaa kwenye ulimwengu wa roho, anakuja nyumbani kwako, umeamkaje? Umeamkaje leo nakutembelea? Mimi umeshaona natembelea mtu? Hapana. Lakini nawajua waumini wangu
hata kama unakaa Uingereza, najua mpaka na mmoja na mkate. Naomba tuende katika roho. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima niseme ukweli. Imeharibika, wamekuwepo wa kujiita, wa kujifanya, mambo ya ajabu tu. Ukiangalia benki ya kanisa linavyodaiwa eti jina la Bwana Yesu, si Yesu anadaiwa, Bwana wa mbinguni. Kweli. Umenielewa? Wala usilipe, na tangaza tena kwa siku ya pili. Madeni yote ya kanisa dunia nzima yanayodaiwa na benki usilipe. Mungu anasema usilipe riba, hao watajua na mambo yao. Amen. Kanuni hata shati, we mama, we baba, utaendelea. Amen. Usifanyishwe kuwa wajinga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hey! Mambo yaliyotekwa, nafsi, akili, wengine hawajielewi. Biashara yani zipo zinarudi. Amen. Leo uko muda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sitahubiri sana leo, muda mrefu, ninaingia kwenye maombezi. Amen. Sawa. Amen. Utembee usembee. Amen. Usimame ukasimame. Haleluya. Na utubu urejee kwake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua mambo yamebadilika. Hivi ulishamwonaga Yesu kipindi chake anatumia watu sabuni, anaombea sabuni, alafu ogeni na sabuni mtatakaswa? Hapana. Hamjapewa sabuni? Umepewa. Kwa nini mtu akienda kwa mganga anaomba vua nguo, anaanza kuogeshwa chwi? Makufuru hayo. Tupa masabuni hayo. Amen. Na wengine wanatumia maji na perfume. Pi. Wanajua kitu gani wameweka. Umeelewa? Amen. Ukisogea mbele yake tu unaanguka. Wow, unasema nguvu za Mungu. Ndio nguvu za mapepo zinachukua kila kitu. Kweli. Unabaki sasa kubaki mlokole. Umechoka mbaya. Choka mbaya. Nakwambia hivi, Yesu aleta wokovu. Mimi sio mlokole bwana. Amen. Kristo nimeokoka. Amen. Hey! Utabaki na roho ile ya kuishiwa mpaka una viatu vinapinda. Utaki kufanya kazi. Nafsi imetekwa. Naanza kutembea nyumba kwa nyumba kwa mtu, nasubiri saa chakula saa 6 mchana. Ngapi mpendwa? Kwani hao wengine ni wachukiwa? Watu wote ni wapendwa katika jina la Yesu. Hey! Amen. Hacha wengine za mistake kuokoka. Kama waloko, mimi sio mlokole. Mimi nimeokoka. Amen. Nimestaarabika. Amen. Nimebarikiwa. Amen. Na wewe kamata kama Bwana Yesu. Hey! Amen. Akija alileta wokovu, ataangalia aliyepokea wokovu wake. Amen. Kama umepokea wokovu wa giza, utabaki na huo giza. Wengine unasema mimi siokoki. Mimi nakwambia bado unasema shetani ni my friend. Mwambie shetani mimi sikutaki tena. Shetani mimi sikutaki tena. Kabisa, mwambie shetani sikutaki tena. Shetani sikutaki tena. Na njia ya kumkataa shetani ni kuokoka. Amen. Lakini usiokoke sasa kwa ajili ya kuiga, amua kutoka moyoni mwako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na nielewa watoto wa Mungu. Amen. Ninaona roho za maangamizi kwenye maisha ya watoto wa Mungu. Roho za mikosi zimetoka wapi? Ni kanisani, mtaani, kwa wachawi, kwa shetani. Unatakiwa Yesu anapokuwa ndani yako, hizo roho zinakukimbia. Amen. Lakini nyingine zinaishi mpaka kitandani kwako. Sikulaumu, ninakutia moyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Wengine wana mateso, wamefungwa mafundo, wengine juu ya miti, wengine wamewekwa kwenye miamba. Wataachia. Wengine biashara zao ni za nguo zimefukiwa, zitatoka. Amen. Wengine ni matofali, ni madini, yatatoka. Amen. Kila nyota ya kila biashara unayoifanya ukiona aiendi, kama ni biashara mafuta, nyota ya biashara mafuta wameiba, irudi. Amen. Hey! Amen. Mwaka unapita, mimi siolewi. Kwa nini usiolewi? Unasema Mungu anakuchukia. Mungu akuchukia, anakupenda bwana. Amen. Wewe hujakutana naye. Kweli. Kama ulikutana nao wanakuambia mambo ya kamari, unataka kuolewa, Mungu anasema leta milioni, mwambie kamari yangu upati tena. Amen. Hey! Amen. Bwana Yesu asifiwe.
ninawapenda sana watoto wa Mungu. Ninakupenda. Amen. Hata kama unanichukia mimi, hata kama unanitukana mimi nakupenda. Amen. Ili anakusii kama unanichukia tubu, maana unamchukia Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Habari ya magonjwa vitatoka hapa hapa. Amen. Ninaona funguo kutoka mbinguni zikiongezeka. Amen. Wanasema tuko tayari Baba. Amen. Tuko tayari kufungua. Amen. Amen. Wewe ambaye unaona na gundu mpaka gundu, mwisho gundu litachomeka hapa hapa. Amen. Umeelewa? Amen. Umelaaniwa ukaambiwa utaka ufanikiwe, mwambie ataona indicator. Amen. Utapiga indicator pwa pwa. Amen. Imekuwaje tena amekutana na Mungu? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Anawapenda sana Bwana. Amen. Na nitafanya maombi. Kwa nini sadaka zizungumzi? Yoyote uliotoa itarudishwa, itajanganya huko. Maana hatutoaji sadaka kumpa mama mchungaji au mchungaji. Kumpa nani? Mungu. Umeelewa? Amen. Sasa zimekuja kamari, mama mchungaji, kikapu, usitoe tena. Leo usizungumze sana, leo na kazi ya kuombea haraka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nani ana kifungo, anaona kifungo kimemzidi? Wengi. Mimi nifikiria ingekuwa mmoja tuanze hapa sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Nafsi ndio watu. Wachawi ndio wanajichezea, mababu mizimu wanazichezea, wanazifanya vile wanavyotaka. Ndio maana unasikia mababu na mabibi wanasema huyu mtu atakaa afanikiwe mpaka alete ugoro, alete mbege. Ole wake. Amen. Ataachia tu. Amen. Tayari naona jeshi mbinguni likianza kushuka. Amen. Hasira ya Mungu ikishuka, lazima waachie. Amen. Kwa hiyo nitapita katika sehemu mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na udongo wako utarudi aisee. Amen. Haya. Na usipeleke tena, unajimaliza mwenyewe. Peleka, ng'ombe hazitoki tena, yeye ndio anachukua ile. Ndio maana unakuta baadhi yao, unajua sio kwamba Mungu abariki watumishi, anabariki, lakini sasa wako ambao wameingia kwa namna ya kiuchawi. Kweli. Kinini? Kiuchawi. Wako kipesa sana. Na wengi wengine hapa naona wameshazini na watumishi wanawaambia Bwana amesema. Wewe hilo ni pepo, Yesu sio mzinzi. Kweli. Anakuambia uje mwenyewe. Mwambie ondoka. Kweli. Kwanza ukiyakwambia hivyo, wewe fanya mpango, tafuta hata polisi. Fanya mpango sawa, unaenda ili wamshike. Wasituharibie Bwana Yesu wetu. Amen. Maana hata wanapolisi ni watumishi wa Mungu. Amen. Vipawa vyote, iwe ni fundi makenika, Mungu amekupa. Amen. Kila mmoja hapa ni mtumishi wa Mungu kwa kipawa chake. Amen. Vipawa viko wapi? Unaweza ukapika chapati ukajenga magorofa, viko wapi? Unaweza ukabeba karai la ndizi tu ukanunua magari, iko wapi? Nataka itokee. Amen. Watu wengine wanasema yule nabii anatoaga pesa. Mimi sitoi pesa, Yesu wangu yuko fiti. Amen. Uko upako wa kila kitu juu yangu kwa ajili yako. Amen. Sasa sio wewe unakwenda mahali kuombewa, halafu baada ya kutafuta baraka, yule mtumishi anakupa matatizo yake. Ninaomba hela ya petroli ya gari ya nabii. Umeenda kutaka baraka, umeenda kuchukua mizigo. Baraka. Msitoke. Tuna matangazo. Na wengine kama utoi sadaka unanyimwa huduma ya kiroho. Usitoe. Amen. Njoo nitakuombea, twende mbele. Amen. Wanakuambia nani atakuzika? Hata manispaa inazika bwana. Amen. Waliokufa kwenye vita vya Idi Amin nani kawazika, na watakwenda mbinguni. Amen. Shika sana ulicho nacho. Amen. Ninachokueleza katika jina la Yesu. Amen. Umenielewa? Amen. Na ukatae mazingira ya kutengenezewa kuahidi, alafu anakuambia nadhiri usipoitoa Bwana atakuangamiza. Wewe unachanganyikiwa. Unaahidije kitu ambacho hauna wewe? Wala utakii kuahidi kwa mtu, ni nafsi yako mwenyewe na Mungu peke yake. Amen. Ikishajulikana
Na ukiacha mchungaji anakununia. Anakununia. Na kwa kazi ana jicho, ni hela yako inatakiwa. Ni usanii tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Miaka ya nyuma basi, na mimi kabla sijakuwa mtumishi, nilipita mahali fulani. Lakini kumbe vitu vingine Mungu anakuachanga uone. Sasa nikawa nimeenda kusali kwenye kanisa fulani. Hayo chochoroni huko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna moja na rafiki yangu ni mtumishi, anajiita mtumishi, mimi sijui. Maana kuna mtu anajiamkia tu anasema mimi mtumishi, lakini hata Mungu hajamuita. Hujawahi kusikia? Amen. Sasa tukaenda bwana. Ilitolewa misimbazi 3. Wakati ndio imetoka. Sijui na kaki 2. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kaki wakati tunasema kaki ni 5,000. Sasa kwa kuna kikapu hapa mbele cha sadaka. Sasa mchungaji walikuwa ugomvi. Unaelewa? Baba wa mbinguni. Sasa wanafikiri amezama, kumbe yule anashika sadaka pale. Jicho la mchungaji naangalia msimbazi 1, 2, 3, lakini anajifanya oria bosoko, oria boyoyo. Sasa kazi ikaja, zinahesabiwa ofisini hapo, sio ofisini, ilikuwa ni madarasa ya shule ya msingi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ngapi akaandika? Akamwambia, usinitanie, niliona msimbazi 3, ziko wapi? Sikurudi tena. Amen. Sasa hii roho imeanza wapi? Lakini ya kuzitoa ngo. Nikasema alikuwa mbona kama anaazama. 1, 2, 3. Nao umefanywa mara ngapi sasa? Sasa kwa nini riziki zisipotee? Zimepotea. Eti zinene. Sadaka ya ulinzi ndio wacheo wanalala darini. Kum. Amen. Wakati wa kusimama katika jina la Yesu. Amen. Amenituma kurejesha imani yako, maisha yako, baraka zako. Amen. Wengine wamebadilishiwa maisha, ulionayo si ya kwako. Wanatumia watu 4 wamegawana, wataachilia. Amen. Wengine wanasema kwetu si ni maskini tu. Futa katika jina la Yesu. Nafuta kwa damu ya Yesu. Sisi hatuolewagi, tunazaza. Futa kwa damu ya Yesu. Nafuta kwa damu ya Yesu. Mungu alipanda mwanamke, mwanaume tafanyika kuwa mwili. Kusudi la Mungu lazima litimie. Amen. Haleluya. Amen. Wewe unaweza kaona ni utani, lakini ndivyo utakavyokuwa jioni ya leo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Habari ya magonjwa, utasema ugonjwa wako hapo. Amen. Sema hapa, muda unakuwa utoshi. Tukimaliza mkutano mtaingia endelea kuja kanisani. Bwana, maana yake muda lazima tuheshimu. Mwisho saa 12. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Na Mungu azidi kuibariki serikali ya Arusha hii sana. Amen. Haleluya. Amen. Hey! Amen. Hakuna Mungu. Nyama, msimame wana wa Mungu, simama mahali ulipo. dhambi zangu zote nilizozifanya kwa kujua au kutokujua, ninamkataa shetani.
na mambo yake yote. Bwana Yesu, naomba na leo hii ukanitoe kwenye magereza, ukanitoe kwenye mashimo, ukanifungue, ukanishikilie kwa utukufu wako. Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu uliye mbinguni. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba sasa wagonjwa kwanza. Naomba wimbo wa kuabudu. Tufanye kidogo haka. Nitakuja kwenye ndoa, hauolewi. Bado nitaita wafanyabiashara wenyewe. Naomba tufanye muda haraka kidogo. Utashindwa kufanya. Baba Mungu, katika jina la Yesu, nyosha mikono. Ninaomba rehema kwa ajili ya watoto wako Mungu. Ninaomba uwezo wako na upako wako wa kuwafungua katika jina la Yesu Kristo. Mungu mkuu, Mungu mwenye uwezo, Mungu unayeponya bure, uwezo wako thibitika kwa watoto wako katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo. Hebu nyosha mikono, tulia. Kuna watu wako hapa ndani ya miili yao majini yanaishi. Majini potea. Potea kwa damu ya Yesu. Potea. Potea kwa jina la Yesu. Naomba mrudi nyuma kidogo. Warudishe nyuma kidogo. Rudi nyuma kidogo. Wachie nafasi. Wasogee tu nyuma, usijali. Wewe ambaye ndani yako yuko pepo mamba, potea. Potea kwa damu ya Yesu. Ondoka. Potea kwa damu ya Yesu. Ondoka mamba. Potea kwa jina la Yesu. Potea kwa damu ya Yesu. Majini. Majini kobe, maimuna, majini ya kuwekewa. Haya, ilizi toka. Potea kwa damu ya Yesu. Ilizi ulizonishwa na badilisha harufu yako kuwa harufu ya damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Tapika. Potea kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Wewe ambaye una magonjwa ambayo umewekewa kama kimbola na kipasua, pasuka. Pasuka kwa damu ya Yesu. Pasuka. Pasuka kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Rejesha vitu vyako. Pasuka kwa damu ya Yesu. Achilia vitu vyako kwa damu ya Yesu. Wachilia. Josha, wachilia. Wewe uliyekaa kaburini, rejea. Cho. Damu ya Yesu, rejea kwa jina la Yesu. Rudi. Rudi kwa damu ya Yesu. Rudi afya yako. Kwa jina la Yesu. Rudi. Kwa jina la Yesu, mtu aliye hai. Inapiga wachawi na kushughulikia. Kwa jina la Yesu. Inapiga. Kwa jina la Yesu. Vitu vinatoka kwenye mwili wako. Huu mwili sio kutembelewa na mapepo. Ondoka. Potea kwa damu ya Yesu. Potea kwa jina la Yesu. Na achilia moto juu yako. Kwa jina la Yesu, mateso potea kwa damu ya Yesu. Ondoka. Potea kwa jina la Yesu. Mabro ya kisukari ondoka. Potea kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu, mtu aliye hai. Kila uvimbe na amuru kauka. Potea kwa damu ya Yesu. Potea. Potea kwa damu ya Yesu. Nusu mtu nusu jini, nusu mtu nusu mzimu, ninakutenga. Potea kwa damu ya Yesu. Ambaye unapepetwa kwenye mashua, njoo. Kwa jina la Yesu, rejea. Unayeshikilia baharini, njoo. Rejea kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu, rejea. Nyosha mikono yako, usiogope. Usiogope. Kwa jina la Yesu. Yule ambaye meno yanakutoka sasa yasitoke tena. Kwa damu ya Yesu. Ambaye nguvu za kiume zimefungwa na mapepo, pokea ponyaji. Ponyaji kwa damu ya Yesu. Kansa ninakausha. Kwa jina la Yesu. Ambaye unasikia damu kwenye mwili imeganda, mapepo mnaokunywa, toka. Potea kwa damu ya Yesu. Potea mapepo yote kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu, mtu aliye hai. Potea kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Migongo inayouma ipo mizima sasa. Kwa jina la Yesu, pokea ponyaji. Migongo iwe mizima. Pokea ponyaji. Mifupa yote iwe sawa. Pokea ponyaji kwa damu ya Yesu. Iliyopinda inyoke. Kwa jina la Yesu. Inyoke. Pokea kwa damu ya Yesu. Vizazi vilivyoziba vipitishe. Kwa jina la Yesu. Vizazi vilivyo huru. Pokea ponyaji kwa damu ya Yesu. Pokea ponyaji kwa damu ya Yesu. Chini tasa kwa tasa upotea. Potea kwa damu ya Yesu. Potea. Potea kwa damu ya Yesu. Makafara yote yanaonenea maisha yako yaondoke. Potea kwa damu ya Yesu. Yaondoke. Kwa jina la Wengine Yesu. hapa humu ni mambo ya matatizo au ni baadaye. Kwa macho yako. Nini mbali? Tumbo la uzazi. Inauma muda
kweli, nyosha mkono. Nyosha mikono. Nyosha mkono juu. Yaani nikimaliza kuomba, kabla sijamaliza umeshapona. Pokea. Pokea ponyaji kwa damu ya Yesu. Pagia Yesu mkono. Pokea ponyaji kwa damu ya Yesu. Shangilia Bwana Yesu. Haleluya. Njoo mama, na wewe nini? Haraka maiki haraka. Haya nini mama? Hiyo nini? Amen. Usizungumze lingine. Niangalie. Baba, ninaachia uponyaji kwa mama huyu. Pokea uponyaji kwa damu ya Yesu. Yaani imetoka akapime kesho aje hapa. Hakuna. Amen. Njoo wewe. Naomba kidogo fanya haraka mtumishi na maiki. Nini baya? Sasa nakwambia hivi, kapime. Niangalie. Ninaachia uzima. Pokea. Pokea ponyaji kwa damu ya Yesu. Kisha. Pokea kwa damu ya Yesu. Cho. Nini baya? Asi haraka. Nini baya? Hii dili unataka mtoto, una mume lakini yuko hapa. Mwite. Naye pia ameshambuliwa. Niangalie kwanza ufunguliwe. Jina lako nani? Tumaini. Sasa bwana, hii ni mambo watu wamefanya tu, sawa sawa. Wivu. Sasa mwezi huu hauishi au huu unaokuja. Pokea nawe nguvu ya kupokea hiyo. Pokea, mshangilie Bwana Yesu. Haleluya. Amen. Haya mama, njoo. Fanye kidogo haraka. Unaumwa nini mama? Kifua kinaniuma alafu wewe unalipuka. Hebu angalia sasa kama unaweza kujipima kizazi, angalia huko. Moja kae na mic huko. Mama, muda gani imekusumbua? Kuanzia mwezi wa 8. Lakini mbona wamekutupia mauti? Ninaona kuna jeneza na nyota wamechukua. Kwa hiyo kwa jina la Yesu, pigia Yesu makofi. Haleluya. mama wa nini? Hakuna pesa bure. Hampati Yesu wa namna hii. Mama nini? Nike tu sauti mzee. Nini? Bas. Yesu. Mama, rudi mpaka ulipe. Usiwe na wasiwasi besti yangu. Sawa eh? Na kulafu mama. Misikito unafanyaje? Karibia miaka 4 sasa hivi. Haya, panda hapa jukwani mama, njoo. Njoo. Pigia Yesu makofi. Haleluya. Mimi nakanyaga hapa, sawa sawa. Nimekanyaga hapa nabii. Utakapofika mpaka hapa, pita njoo. Uponyaji. Amen. Pokea ponyaji kwa damu ya Yesu. Niangalie. Lakini walikuwa wametoka kwenye mashimo. Na nyota yako nakurudishia. Na maisha yaliyobadilishwa yachukue sasa. Pokea kwa damu ya Yesu. Achia maisha. Achia kwa damu ya Yesu. Sio mchukue huyu. Mwachie. Achia la Yesu. Mwachie. Achia la Yesu, mwachie. Pokea miguu yako sasa. Pokea kwa damu ya Pokea Yesu. fit. Pokea kwa damu ya Pokea Yesu. pako. Pokea kwa damu ya Yesu. Shangilia Bwana Yesu. Haleluya. Shangilia Bwana Yesu. Jina lako nani? Acha miguu yako leo nani sasa? Dunda hapo. Usiseme unauziwa mbuzi kwenye gunia. Haraka basi besti. Nasikiaje sasa? Nisikia vizuri. Amen. Nimekutesa muda gani? Nimekutesa muda gani? Miaka karibia 4 sasa hivi. Mimi Amen. kwa dakika chache amekutana na Yesu. Acha sasa ukajenge ukafanikiwe. Alafu unatakiwa ubatizwe. Amen. Haleluya. Amen. Haya.
Haya, njoo wewe pale. Tusiende mbele. Haya, wewe haraka. Haraka. Nini mbaya? Anaitwa nani? Nyosha mikono yako. Nyosha mikono yote juu. Niangalie. Baba, kwa imani. Pokea uponyaji. Uponyaji kwa damu ya Yesu. Shangilia Bwana Yesu. Huyo hapa. Mwenye toto. Haraka basi. Haraka fanya wewe. Nasema wewe usiolewa leo mchumba anakuja. Wewe bibi. Yesu Mungu basi anakuimba. Nyonga. Na nyonga. Ndio mkono kwa nabii. Niangalie, usiniogope jamani. Mimi ni rafiki yenu. Niangalie. Ninaachia uponyaji. Pokea uponyaji kwa damu ya Yesu. Nicheki hapo. Nicheki bua. Nicheki. Weke maiki. Haya, tumeona haraka hapa kuuliza nini? Nini bwana? Jina lake nani? Nyosha mikono yako. Niangalie. Nyota yake. Pokea kwa damu ya Yesu. Kazi itapata. Amen. Habari za ndugu zangu nitawaombea sawa sawa. Amen. Usipoteze muda hapa. Sawa sawa. Amen. Hapo. Haya wewe njoo. Sio yule mama baba. Ambayo upate pesa nataka sio wewe. Nataka kuna watu hapa maisha yao yamegoma, hamna kushika pesa. Leo zitakaa mezani. Amen. Sio kwamba zitakaa mezani, kwamba zitadondoka hapo. Njia zitafunguka. Amen. Kazi hizo. Amen. Tenda hizo. Amen. Au sio? Amen. Mama unauma nini? Umesema kweli. Umezikwa na umefungwa hapa kwenye kamba. Umesikia? Na wengine waliokufa wanasema kwa nini unaishi? Unaitwa nani? Kwa nini unaishi? Huko Mungu alinituma kuwarudisha watoto wake waishi. Amen. Mama, nini mbaya? Leta mkono. Nini mbaya? Mkono unafanyaje? Muda gani sasa? Niangalie. Jina lako nani? Niangalie. Kwa jina la Yesu, meza pata uponyaji. Mkono wako narudisha. Amani yako narudisha. Pokea mkono wako. Pokea tumbo lako. Niangalie. Maisha yako hayo. Hayo niangalie. Na kunyenyua kwa imani yako. Wewe sema. Cheki mkono. Vipi? Asema. Mambo safi. Huyo ndiye Mungu huyo. Sasa walikuwa wanataka mambo mengine yanaingia huko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nakuombea unapokea. Amen. Natamani wote lakini muda utoshi. Labda nitakukuta raundi ya pili, raundi ya tatu. Sawa sawa? Amen. Bado kuna wafanya biashara tuko kuombea. Na wengine wanatakiwa kuna biashara lakini hawajielewi. Kuna wengine wanatakiwa wa mabosi meajiri watu hata 200 lakini watu wanateseka kati ya mna. Bosi mlogwa. Waachilia kazi zao. Baba, ninaachia upako uponyaji. Pokea uponyaji kwa damu ya Yesu. Pokea uponyaji. Pokea kwa damu ya Yesu. Wenye majini alibadili. Potea. Pokea kwa damu ya Yesu. Nguvu za uchawi na vichoma moto. Kwa jina la Yesu. Miguu iliyoshikiliwa mbali rudishwa. Rudi kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Yesu. Uliyefunikwa na kufungwa ukafunikwa. Kwa jina la Yesu. Pokea uponyaji. Magonjwa yanayokushambulia ninayakata kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Unayeshindwa kulala sasa ukapata usingizi. Pokea kwa damu ya Yesu. Chakula ambacho hakipiti tumboni kikapite. Kwa damu ya Yesu. Vidonda vya tumbo vikauke. Pokea kwa damu ya Yesu. Amani yako ipokee. Kwa damu ya Yesu. Katika jina la Yesu.
Nyosha mkono, malaika wanapita hapa, sawa sawa. Nyosha mkono. Najua wengine hamna mikono, lakini itapita bado kuombea. Ndio maana unakaa dukani asubuhi mpaka jioni hamna maendeleo. Sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninaamuru moto kutoka mbinguni ukachome wachawi,